Kwa majina naitwa Bwana Emmanuel Mtingwa, cinematographer wa Likebulan Media. Likebulan Media ni video production company inayojihusisha na documentaries, TV shows and kwanza mimi ni freelancer cinematographer. For the first time nakutana na Likebulan Media, nilipigiwa simu ya kazi, ambapo nadhani ilikuwa kazi yangu ya kwanza kufanya na Likebulan Media. Baada ya hapo, baada ya kuiona kazi yangu, kuipenda kazi yangu, ndio kama mwanzo wa sisi kufanya kazi. Kwa sababu Likebulan Media ni media ambayo ina maono. Unajua sio kila kampuni inakuwa ina vision. But for the first time nafanya kazi na Likebulan Media, baada ya kupigiwa simu ile, nilipata kidogo wasaa kuongea na CEO ambaye alinielezea mustakabali mzima wa kampuni, vision ya kampuni. So nilikuwa nimependa. Kwa nini nimechagua film kuwa career yangu? Hii kwanza inaanza na mapenzi, ambapo tangu before nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda sana mambo ya film, mambo ya kushoot. Unajua nilianza kwanza kushoot kwenye simu. Kipindi cha nyuma huko nilianza kwanza ile kuwa na shoot video na rafiki zangu ziza kwenye simu. Kwa hiyo nilikuwa na mapenzi na film tangu zamani. Nadhani hiyo ndio imenipush mpaka kufika hapo. Naelewa nini nikisikia Hekima ya Mfumo. Hekima ya Mfumo ni platform inayojihusisha na biashara, uchumi na fedha. Kwa nini watu watazame podcast ya Hekima na Mfumo? Kubwa zaidi ni kujifunza kuhusu mambo ya uchumi, fedha, biashara na mahusiano kwa upande mwingine. Naiona mbali. Maisha ni nini? Maisha naweza nikasema ni mzunguko wa shughuli tunazozifanya kila siku. Ndio naweza nikasema maisha ndio shughuli, yani kwa ufupi naweza nikasema maisha ni shughuli tunazozifanya kila siku. Kitu cha kipumbavu ambacho niliwahi kukifanya na sijui kukifanya, nadhani ni kipindi niko form 1. Kipindi niko form 1 nilipelekwa shule moja ipo Kigoma. Nilikuwa mimi na brada zangu tulipelekwa shule ile. Shule ilikuwa ndani msituni. Sasa nimefika ile siku ya kwanza, sikupenda ile mazingira, kwa sababu pale mzee tufikisha shuleni paka tukabidhi nini, lakini mazingira mimi sikuyakubali, kwa sababu nilishazoea mazingira mkoa wetu, unajua nyumbani. Sasa Kigoma kwa miaka ile, sijui sasa hivi, ila kwa miaka ile kulikuwa kubaya. Naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo sikupenda ile mazingira. Kwa hiyo mzee vile ameondoka na mimi nikamfuata nyuma bila yeye kujua, kwa sababu nilikuwa najua lodge alikuwa amefikia. Yaani ile mzee katulia, akashangaa na mimi huyo hapa, mimi na brada zangu. Nadhani hicho ndio kitu cha kipumbavu mmoja nishawahi kufanya na sijutii, kwa sababu by the time njia pekee ya mzee kunituliza sasa ile kuni calm down, ilibidi aniongezee hela ili niweze kutoka kwenye ile mentality ya kupachukia kule na kupapenda. Kwa hiyo ilibidi aniongezee hela. Kwa hiyo it was a win-win situation.